Meza ya Bwana ni kumbukumbu ambayo Bwana Yesu alitengeneza ili watu wa Mungu watakapokuwa wanaifanya wawe wanakumbuka maovu yao walioyafanya, na wanaendelea kunyenyekea na kutubu na kutambua ya kwamba kuna gharama kubwa iliyotolewa mpaka mimi kufika hii leo. Ndio maana ninajiita kwamba nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Makanisa mengine huwa yanafanya kila Jumapili au kila mahala wanapokutana kuabudu. Japokuwa kanisa letu sisi huwa tunafanya kama hivi kwa wakati kama mlioandaa, au kama kule kwetu tunafanya kila mwanzo wa mwezi, lakini hili ni jambo ambalo la muhimu mno, ambalo sisi ambao tunaoshiriki labda hatujagundua siri iliyoko kwenye hili jambo linaloitwa meza ya Bwana. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umeelewa kwamba meza ya Bwana asili yake ni Bwana Yesu mwenyewe aliandaa pale kwenye sherehe ya Pasaka, na akatoa utaratibu wa kwamba utakuwa unatumika mkate na divai, kwamba kumaanisha ama mfano wa mwili wake aliyoutoa pale msalabani kuteswa kwa ajili yetu, damu iliyomwagika kuwa kama ndio ya kufanyisha agano, kutuunganisha sisi na yeye. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Amen. Yesu alitumia vitu vya Pasaka kuweka agano jipya. Kwa hiyo Yesu alifanya vile vitu kuweka agano jipya na sisi kwa kutumia ile sherehe. Sawa sawa? Amen. Na katika chakula cha Pasaka kulikuwa na mkate na kikombe cha divai. Yesu alipovichukua alivitakasa, akasema, huu ni mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana inapotokea kwamba wakati unapochukua mwili wa Bwana, ule mwili au mkate ule ushabadilishwa kwa imani kuwa sasa sio mkate wa kawaida ambao unaliwa kama kawaida, sio kama vyakula vingine vinavyoliwa kama kawaida, bali ni kitu tayari kishabadilishwa katika ulimwengu wa roho, kwamba ni ishara kwamba nafanya ushirikiano tena kwa kuula mwili wa Yesu. Lakini pia akakibariki ile kikombe, akawapa, akamwambia, hii ni damu yangu ya agano. Sisi tunaendelea kufanya hii kumbukumbu kwa sababu kwenye kumbukumbu ile kuna nguvu kubwa mno ambayo mpaka leo inarejesha maisha yetu katika ufahamu. Huwa tunafanya jambo linakuisha nafsi yetu kurudi kukumbuka na kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo meza ya Bwana ni ukamilisho wa maana ya Pasaka. Lakini sasa ni kwa njia ya Yesu Kristo. Meza ya Bwana ni ukamilisho wa Pasaka, ni ukamilisho wa kijambo lililofanyika pale Misri, pale Gosheni wakati ule. Lakini Yesu akaja akaluhuisha kwa namna ya kipekee kufanya agano na watu wake upya, akafanya nao agano jipya la milele kwa ajili ya ukombozi wa dhambi zao. Wana wa Israeli walikombolewa kwa namna ya kutoka kwenye utumwa kwenda katika nchi ya ahadi kwa mapigo makubwa sana. Bwana alipotukomboa sisi, alitutoa katika mapigo na mateso mengi ambao na ghadhabu ambao Mungu alikuwa nayo juu yetu sisi kwa sababu ya dhambi, akatuhamisha. Maandiko yanasema akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza, akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana unapofanya ile ishara ni kwamba ninakubali kushiriki chakula hiki ambacho ni kama mfano wa mwili wa Yesu, kwamba mimi tena sasa ninakula mtakatifu, mimi ni mtakatifu pamoja na Kristo, na ujiungamanisha na yeye kwa kumbukumbu kwamba mimi ni wake siku zote. Labda sasa inawezekana pia huwa tunakutana pamoja kushiriki huu mwili au kushiriki huu mkate pasipo kujipambanua na kujua siri iliyoko mle ndani, na mara nyingine huwa inaleta madhara, lakini kwa wengine inawaletea faida. Meza ya Bwana ni kumbukumbu ya kifo chake na ni kumbukumbu ya kifo cha Yesu ya agano jipya, kama alivyofanya akawaambia, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo ni maagizo ya Bwana Yesu sisi kufanya ukumbusho wake kila tunapokutana, kumaadhimisha yeye na kuungamana na yeye. Na ndio maana ipo siri, hata wale ambao wako upande mwingine ambao hawajamkubali Bwana Yesu, labda wanafanya mambo fulani, kila wakikutana ili kuendelea kuinua nguvu zao, ili kuendelea kuinua ufalme wao, lazima wafanye chakula mezani, waweke chochote mezani, wale pamoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ndio maana hata wakikutana usiku kwenye vikao vyao, wakati wanafundishana jinsi ya kwenda kufanya mambo yao,
huwa wanatengeneza kitu cha kukula ili wakule wale, alafu waendelee kuimarika. Na ukikataa kula, ina maana watakutenga na nini? Na kundi. Maarifa haya wanafanya pia ulimwengu wa giza, wanapokutana popote pale ili kuendeleza ufalme wao na mambo yao, wanakutana kula na kufanya sherehe fulani. Wanapoondoka wanakuwa wameshakuwa wamejimpawa, wanakuwa wanaondoka na nguvu nyingine tofauti na ulivyokuwa. Na sisi tunapokutana kushiriki hii meza ya Bwana, huwa pia tunajimpawa, tunajiongeza uwezo zaidi wa kuendelea kukumbuka na kukaa imara zaidi, tukijua kwamba tunaendelea kumwadhimisha mfalme wetu na Bwana wetu ambaye alitufia, akatutoa kwenye utumwa, akanitoa kwenye magonjwa, akanitoa kwenye uchawi, akanitoa kwenye miungu ya kwetu, akanitoa kwenye vifungo vya mizimu. Sasa ameniweka huru, na mimi naendelea kushiriki kwamba ninajua kwamba niko pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaendelea kujiungamanisha naye kila unaposhiriki. Hii ni jambo la muhimu na la maana sana. Kwa hiyo wanapokutana wao pia kufanya hivyo kuendelea kujiimarisha. Na ndio maana unaona kila Biblia inasema hamna agano bila damu. Ndio maana ulipokuwa naenda huko ulikuwa unaambia leta damu ya kitu fulani, hata kama ni ya panya, hata kama ni ya faranga, lakini shida yao haikuwa panya wala nyama. Shida yao ilikuwa damu. Wafanya agano. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo siri ya kipekee mtumishi wa Bwana ambao unafaa kuifahamu kupitia hii meza ya Bwana ni jambo kubwa mno. Japokuwa linafanywa mpaka wengi wamefanya kama mazoea, lakini ni jambo hatari na jambo zuri kwa yeye ambaye amekujua siri iliyoko mle ndani. Kuna watu wengi wamepona magonjwa waliokuwa nao, magonjwa sugu, kupitia meza ya Bwana. Kuna wengi wamefunguliwa katika vifungo vya mizimu iliyokuwa inawatokea usiku na mchana kwa sababu ya meza ya Bwana. Na ndio maana ukiona wengine wanaoteshwa vitu vya giza, huwa wanaoteshwa, wanalishwa, wananyweshwa, wanaoteshwa, wanalishwa ili kuwafanyia agano na wao. Na kama unafanyiwa hivyo, mtumishi wa Mungu, rudi mapema, kimbilia watu wa Mungu, waambie nahitaji ukombozi kwa sababu kuna mahali tayari nimefungiwa. Maana wanapofanya hivyo, wanaendelea kukufanya wewe uendelee kuwa vifungo vyako endelea kuimarishwa, endelea kukazwa. Lakini ninaamini leo katika ibada hii ya kwamba utamwambia Bwana kupitia hii meza ya Bwana, kuna hiki na hiki ninachokipitia, na leo ni mwisho. Sema ni mwisho. Kwa jina la Yesu. Ni siku ambayo utamwambia Bwana, kwa sababu ya hiki kikombe cha hii damu yako iliyomwagika, ninajikatanisha na kujiachanisha kabisa na kila kifungo cha adui kilichofanywa aidha kwa maagano ya damu au kwa maagano ya chakula chochote au kwa maagano, kwa mpango wowote ambao adui alikuwa nao juu ya maisha yako. Kwa hiyo leo shiriki ukiwa na nguvu, shiriki ukiwa na uwezo, shiriki ukiwa na ufahamu wa kipekee kwamba kumbe hii si jambo la mazoea, sio jambo la kawaida, ni jambo ambalo unapofanya hivi kumbe ni ibada kubwa mno, lakini hapo kwanza sikuwa nimejua. Halo? Kwa hiyo meza ya Bwana ni kumbukumbu ya sadaka ya Yesu kwetu sisi. Na hii sadaka ndio imetufanya sisi tunaitwa Wakristo. Sisi hatuitwi Wakristo kwa sababu tulikuwa dini fulani au tumetoka dini fulani tukahamia huko kanisani. Hatuitwi Wakristo kwa sababu tulikuwa kwenye dhehebu fulani au imani fulani tukahamia kwenye makanisa au kwenye Ukristo. Labda unaweza kuwa labda umeamini Kristo baada ya kutoka kwenye dhehebu lingine ama kwenye imani nyingine. Kwa hiyo unaitwa Mkristo kwa sababu uko kanisani. Hamna. Kuitwa Mkristo ni kujiungamanisha kabisa na kumkubali kwamba Kristo alifia maisha yako na alifanyika dhabihu ya upatanisho kati ya wewe na Mungu. Sawa sawa wapendwa? Amen. Faida zake ni nini basi? Ungekuwa unaandika ikakusaidia sana mtumishi wa Mungu. Ukija kanisani, beba kitabu, beba kalamu, beba Biblia. Sawa sawa? Beba Biblia, hata kama hujui kusoma muulize mwenzako, mniandikia hapa, kesho nitatafsiriwa hii. Tasomewa na mwanangu. Beba kitabu tu kumbukumbu weka, beba Biblia, beba na kalamu. Hifadhi tu. Labda unaweza sikia leo ikawa yeye haijakusaidia kwa siku nyingi sana, lakini ukaja ukafika mahali ukaja kuulizwa swali ghafla na mtu ambaye hata haelewi imani yako ikoje. Kwa hiyo inabidi umsaidie kwa njia hiyo. Ndio maana Biblia iliandikwa ili na sisi ambao tumefikiwa na wakati huu tuyasome na kuyajua yaliyofanywa kabla. Mungu wetu atusaidie sana. Faida zake ni zipi basi? Faida za meza ya Bwana.
Faida ya kwanza ni kuimarisha imani. Faida ya kwanza ni kuimarisha imani. Unaweza sema nimeokoka na mpenda Yesu, mimi ni mtumishi wa Mungu na kila mtu anajua nimeokoka. Lakini unapoendelea kushiriki mambo yanayomhusu Mungu, wewe imagine, hebu rudi kwenye akili ya kawaida. Kaa sasa, rudi kwenye akili ya mawazo ya kawaida. Fikiria kwamba kuna kikombe hapa, alafu kuna chakula hapa. Lakini jana usiku nilikula labda ubwabwa na pembeni kulikuwa na juice. Kawaida kabisa. Lakini sasa nilichoweka mbele yangu, hii ni sahani ya mkate na hii ni sahani kikombe cha kinywaji. Lakini tofauti iliyoko kati ya hiki chakula na huu mkate na hiki kikombe cha kinywaji, tofauti kubwa iliyoko pale ni kwamba Mungu, huu mwili ni wa kwako. Yesu, huu mwili ni wa kwako na hii ni damu yako. Unaona kuna utofauti mkubwa sana hapo. Kwa hiyo inarejelesha, inahuisha imani yako, inahuisha mawazo yako, inahuisha nafsi yako kukumbuka kile unachofanya, kwamba najiungamanisha tena na Kristo leo. Labda nilikuwa nimerudi nyuma, labda nilikuwa kwenye wokovu, bahati mbaya nikaanguka, bahati mbaya nikamwacha Bwana, bahati mbaya nikaanguka, nikajiacha imani, kwa bahati mbaya nikaghafilika, nikawa sina tena ile nguvu ya kuendelea kuja kanisani. Labda nilifika mahali nikavunjika moyo, nikaenda kwa waganga, nikamwacha Mungu. Lakini leo ninarudi tena kujiungamanisha na Kristo. Kujiungamanisha na Kristo, kushiriki meza yake tena, kwamba mimi ni mshirika halali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inakuwa kama katika ulimwengu wa roho ninakula hiki kama namla Kristo na namnywa Kristo. Kwa hiyo ninajua kwamba yale yaliyopita yamepita. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya nikishiriki hii meza. Bwana Yesu asifiwe. Nimefutiwa hatia zangu nilizokuwa nazo. Sasa nimekuwa mtumishi mpya, nimekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo kwenye dhamiri ya nafsi yako yanafutika yale mawazo machafu. Unakuja na ujasiri kwamba mimi Bwana nimeshatakasika, mimi sio wa zamani tena. Yanapokuja yale mawazo, nishafutwa na damu ya Yesu. Kwa hiyo hiki kinatufanya tuwe, imani yetu iendelee kukua na kuongezeka kila tunapokutana katika meza ya Bwana. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake, imba zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Kwa hiyo unaendelea kuongezeka katika kumjua zaidi Mungu na kujua kama ilivyo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba tunaenda kujumuika na yeye tena katika ulimwengu wa roho, kujihudhurisha mezani pake, mbele zake atuhudumie yeye. Kwa hiyo kila mtu anaposhiriki anathibitisha imani yake kwa Yesu. Sawa sawa? Kuna mtu anaweza kuwa labda siku zilizopita alighafilika, alikwazika, alikasirika, alipata shida fulani, akasikia kwamba hata ule uwepo, hata ile furaha ya kwenda kanisani hana tena, na hajui shida ni nini ama hajajua tatizo ni nini. Mara nyingine adui hutumia hiyo njia kumdhoofisha mtu, kumrudisha chini, ajione kwamba yeye ni mkiwa. Unajua mkiwa au ni neno gumu? Nani anajua maana mkiwa? Mkiwa ni mtu ambaye lonely, ni mtu ambaye umerejectiwa, yani mtu umeachwa, yani ni mtu ambaye huna mwenzako, huna mtu wa kukutia moyo, huna mtu wa kukutia nguvu. Bwana Yesu atusaidie sana. Unajiona mtu ambaye wewe ni mtu umetengwa sana, ni mtu umeachwa sana, mambo yanayokupitia labda ni wewe peke yako unapitia. Lakini mpendwa, ngoja nikwambie jambo moja asubuhi ya leo na siku hii njema ya leo.
Unapoenda kushiriki hii meza ya Bwana, mambo kama hayo yanaenda kufutika kabisa. Sema amen. Amen. Na unarejelewa tena na ile hamu na shauku na ujasiri wa kusimama na kusema na kuamini na kutambua kwamba mimi ni mwana wa Mungu, naendelea kusonga mbele kwa imani bila mashaka yana yoyote. Haijalishi ninapitia nini. Sawa sawa? Amen. Kwa hiyo, lakini pili, tunaikumbusha nafsi yetu kuwa wokovu ni kwa damu ya Yesu, na tunaongezewa nguvu ya kumtegemea Mungu. Sawa? Tunaposhiriki tunaona kabisa kwamba ni nafasi nzuri. Yaani ni mtu anajiandaa kabisa kupokea, kujua kwamba ninaenda kwenye nafasi